wewe. Hivi unamuelewa huyu? Alafu wanakijiji wenzio wote wako shamba wanalima. Wewe unafanya nini hapa? Siwezi kulima baba, siwezi kulima. Hawezi kulima, unapinga amri ya chifu, si ndio? Peleka twende kwa chifu. Nisameheni jamani. Kamata. Nisameheni jamani. Kulia. Simama. Bwana Ngalambe, mimi nimekuja. Naam bwana Kali. Nimekuja uji wangu huu, lakini kuna tatizo. Tatizo gani? Tatizo hili kwa ndugu yetu Mtibu. Mtibu ana tatizo gani? Mtibu kafiwa na mama yake kabla ya sherehe ya chifu, na Mtibu mwaka huu hakupata kabisa mavuno. Je, itakuwaje kwa chifu? Na kama unavyomjua chifu kuhusu kufariki mama yake Mtibu, nakumbuka wale walifariki mama yake. Sasa sema mimi labda kwa cha kushauri tungemtafuta mwenyewe. Babani. Chifu mtukufu. Huyu kijana amekuta mashambani njiani akilia. Endapo wanakijiji wote wako mashambani wanafanya kazi ya kilimo. Ila yeye tunamuoja anasema yeye hawezi kulima. Huyu ndio kijana ambaye anakeuka neema yangu ya. Ila mimi ninachoomba, sawa? Walinzi. Mchukueni huyu kijana mpelekeni hadi nyumbani kwake. Bwana Mtibu, tuzungumze naye tumuulize kuhusu hilo. Huenda akawa na majibu yaliokuwa sahihi. Tukisema tujadili sisi, unafikiri unaweza tukamsaidiaje kwenye hilo? sawa. Hapo pia umenipa wazo, kwa sababu nilikuja tushauriane kwamba tunamsaidiaje bwana Mtimu. Ila kama ndio hivyo, wacha nifikishie habari kisha tuweze kuja kwako tujue tunamsaidia. Sawa, haina shida. Maana nikikumbuka na mimi kipindi kile nilikosaga mavuno kama hivi. Unakumbuka kilichonikuta? Nakumbuka sana. Basi sawa, wewe cha kufanya mtafute. Mimi wacha nifikishie habari kisha atakavonijibu nitakuja kukwambia kama tutaweka kikao kama familia tutakuja kulizungumza tuweze kumsaidia. Basi sawa, haina shida. Sawa, mimi nilikuwa napita tu naelekea shamba. Sawa. Kwa hiyo wacha niende nikahangaike kidogo shamba, nikirudi nitapitia kwake. Sawa bwana Kado, mfikishie salamu. Ni muhimu sana kukutana. Sawa. Mimi nashukuru. Basi sawa. Haina shida. Karibu sana.
hakikisha nyumbani kwake unamhakikisha amefika salama. Chifu? Hamna chifu. Kwa nini? Sio kwa nini, nimeshaongea. Mimi ni chifu, mchukueni huyo kijana mpelekeni nyumbani kwake. Mhakikishe anafika salama. Kijana. Tulia. Asante sana chifu. Chukua sasa. Nyanyueni hapo. Mtibu we. Nahitaji haki yangu. Nahitaji haki. Nahitaji haki yangu. Nahitaji haki. Dimoka. Vipi Bimindo? Safi Mbarange. Maendeleo? Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Naam, tena namshukuru Mwenyezi Mungu kukutana na wewe hapa. Maana kuna nafasi fulani nilikuwa natamani kukutana nawe siku moja. Kipi iko? Sawa, kwa kuwa nimepata nafasi ya kuzungumza na wewe. Kiukweli Bimindo, mimi nisikufiche. Simaanishi kama kijiji chetu wanawake hakuna. Ila nafsi yangu imetokea kukuvutia sana wewe. Na uhitaji wa wewe upate kuwa mke wangu kama utajali. Sawa, nimekuelewa. Ila naomba unipe muda kwanza nikufikirie. Nitashukuru sana kama itakuja jibu zuri kwa upande wangu. Sawa, haina shida. Naomba niende. Haya, asante. Mwema sana kwangu, lakini kumbe wewe ndio ulohusika kwenye kifo cha mama yangu, si ndio? Mama yako? Mamake Mtibu, mwana himaya wa Dimoka, wewe ndio unahusika kumuua. Mtibu, kumbuka unaongea na nani? Mimi ni chifu wako. Hata kama naongea na chifu, wewe unaona kuua sawa sana kuchukua sisimizi, panya nini kuua, si ndio? Ukiachilia kijana mdogo, kumbuka mimi ni chifu wako. Kwa hiyo hakikisha maneno yako unavyoongea. Angalia. Yaani ukiwa chifu una haki ya kuua na watu wasizungumze, si ndio? Aisee, umeua wote kwenye kijiji, watu tunajua, tumekaa kimya, lakini kwa mama yake Mtibu leo ama zangu ama zako.
Wewe chifu. Vipi? Kongwe. Mtibu kafanya nini chifu? Nimeota ndoto mbaya sana. Nateseka na mawazo. Mbona wasiwasi hivyo? Kwani Mtibu amefanya amekuja kivipi yani kwenye hiyo ndoto? Kongwe. Mtibu wewe ndo mlezi mkuu wa Imaya. Badimoka. Mtibu wewe. Mtibu. Nahitaji haki yangu. Mtibu anataka kunioa. Nahitaji haki. Sasa sikiza. Nahitaji haki yangu. Nataka tuende. Nahitaji haki. Kwa mtabiri. Wa Imaya. Wewe umempoza mama. Ile ni wewe umempoza. Wewe umempoza mama. Wewe umempoza. Mtabiri wa Imaya ya Dimoka. Nimekuja hapa usiku, nimeota ndoto mbaya sana, na hii ndoto inamhusu yule mtoto wa Tibu. Mtibu inaonyesha kabisa anaelewa zaidi kuhusu kifo cha mama yake. Hivyo hivyo kwenye kiti changu cha chifu akitokuwa salama. Mtabiri, kwa hii ndoto sielewi kabisa ina maana gani. Ngoja nikuangalie kidogo, nikusaidie penginepo.